Walistahili kushinda mechi. Mchezaji lakini hamkuyazungumza kabla mlikuwa mkitaka kupata ushindi. Lazima ucheze. Ukicheza ndio utajua wapi wanavuja. Leo tumegundua kwamba quality Yanga ilikuwa kubwa na imetuadhibu na alikuwa atufunga mpaka goli la 3. Referee akasema offside. Hapana, au bado utabaki kwa MVP. Hii game ya leo sio kusema kwamba kwa sababu tumefungwa ndio sisi ni washindi wa pili. Na ushindi wa pili sio lele mama kwa ligi ilivyokuwa ngumu. Kwa hiyo tujipange kwa ajili ya mwaka kesho kutafuta quality wachezaji wenye uwezo mkubwa. Haina kama kina Pacome. Pacome alikuwa anataka anavyotaka yeye. Alikuwa anacheza kama anavyotaka yeye. Na kwa relax anacheza kama anavyotaka yeye na kaonyesha kitu kikubwa. Sio yeye tu, hata Mzinze anastahili kwenda kucheza nje ya nchi. Kaonyesha mkubwa sana. Unaona vipi performance ya Elie Mpanzu siku ya ile? Performance yake ina kawaida sana. Hajaonyesha kuisaidia Simba. Pengine ni kukosa. Hajaonyesha kuisaidia Simba. Simba leo ilicheza chini ya kiwango kabisa. Kama hawakuwa kwenye mazoezi. Mpaka unasema mbona wachezaji wajitume? Wachezaji wote hawakuwa katika fomu. Sio fomu tu. Uwezo wa wachezaji wa Simba asilimia kubwa ni mdogo. Tunastahili wachezaji wakubwa tusajili waweze kucompete na Yanga Afrika. Tukubaliane tukutane na Yanga. Yanga lazima ukutane na Yanga. Lazima ndio unapojipima kwamba uwezo wako na design gani. Leo hiyo sio sababu. Tuangalie ndani ya Tanzania nani anatusumbua. Hii inakuwa ni mara ya 5 Yanga anatufunga. Yanga ndio kipimo cha ni Yanga lazima ni kipimo kwa sababu ni mara ya 5. Alafu mbaya zaidi kachukua ubingwa na katufunga. Yaani kafanya vyote viwili. Kwa hiyo tusubiri mwaka kesho. Ndio kupokea lawama ama maneno ambayo ataendelea. Mimi kwanza nasema viongozi wasilaumiwe. Hata wachezaji wasilaumiwe. Kinachotakiwa tupate wachezaji wapya waweze kucompete na timu kama Yanga Afrika. Na tupate kocha naye abadilike wa Simba Sports Club. Asiwe mpira mingi anachezea nyuma. Mipira kwa mfumo wake anaotumia kupata ushindi inakuwa ni kazi sana.